Karibu OTR Podcast. Leo ni maalum kabisa kuelekea mafunzo elekezi kwa wakuu wapya wa taasisi za umma nchini ambayo yanatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 21 hadi 24 wilayani Kibaha mkoani Pwani katika shule ya uongozi. Mimi ni Alex Malanga, pamoja nami studioni ni Hussein Kakurwa, mkurugenzi msaidizi sehemu ya usimamizi wa rasilimali watu katika taasisi za umma. Kabla ya kujikita kwenye mafunzo haya elekezi, kwa haraka watu wangependa kujua majukumu ya ofisi ya msajili wa hazina. Asante sana Alex, kama kwa nafasi yako na kuzungumza na wewe siku ya leo. Kwanza tunamshukuru Mungu kutukutanisha tena. Kwa ufupi, ofisi ya msajili wa hazina inayo majukumu makuu manne ambayo inayatekeleza. Kwanza ni kusimamia utendaji wa taasisi zetu hizi ambazo ofisi ya msajili wa hazina imekabidhiwa kuzisimamia. Kwa hiyo jukumu lake la kwanza ni kusimamia utendaji. Lakini jukumu la pili ni kusimamia rasilimali zilizowekezwa katika mashirika haya. Kama unavyofahamu, mashirika haya ni taasisi za umma ambazo zina rasilimali za umma. Kwa hiyo ofisi hii inalo jukumu la kuhakikisha inasimamia rasilimali hizo ambazo zimewekezwa katika taasisi hizo. Lakini jukumu la tatu ni kuishauri serikali katika masuala haya ya uwekezaji na usimamizi wa hizi taasisi ili ziweze kuwa na tija na kuleta matokeo ambayo yalitarajiwa wakati zinaanzishwa. Lakini jukumu la nne na la mwisho ambalo ofisi hii inalifanya ni kusimamia masuala ya ubinafsishaji ambayo yalifanyika katika taasisi. Kama unakumbuka Alex, ni kwamba nchi yetu ilifanya ubinafsishaji kwenye mashirika ya umma, na jukumu la msajili wa hazina ni kuhakikisha kwamba baada ya kuvunjwa kwa lililokuwa shirika hodhi la mashirika haya yaliyobinafsishwa, majukumu haya sasa yalihamia katika ofisi hii. Kwa hiyo ofisi hii inalo jukumu la kuhakikisha kwamba masuala ya ubinafsishaji, mali ambazo zilibinafsishwa zinaendelea kutekeleza yale malengo ya ubinafsishaji wakati mchakato huu ulipofanyika. Kwa hiyo hayo ndio majukumu mama ambayo ofisi yetu inayatekeleza. Mafunzo elekezi kwa wakuu wa taasisi za umma yana maana gani? Asante Alex, mafunzo elekezi kwa watendaji wakuu wa taasisi za umma ni mafunzo ambayo yanaandaliwa na ofisi yetu katika kuwajengea uwezo viongozi hawa ambao wameteuliwa katika kusimamia uendeshaji wa mashirika haya. Kama unavyofahamu, watendaji wakuu wa taasisi ndo wenye dhamana ya kusimamia rasilimali hizi ambazo nimezizungumza pale wakati nataja majukumu haya ya msajili wa hazina. Kwa hiyo ofisi yetu inalo jukumu la kuhakikisha kwamba hawa wanapoteuliwa sasa wanapata mafunzo yale ambayo yameandaliwa ili kujengea uwezo wa kuweza kusimamia vyema majukumu yale ambayo wamepewa na serikali. Mpaka sasa hii ni awamu ya 3 ya mafunzo haya. Mpaka sasa tayari mmewafikia walengo wangapi? Kama ulivyosema, hii ni awamu ya 3 ya mafunzo haya ambayo programu hii tulianza toka mwezi Oktoba mwaka 2024, na mpaka sasa tumewafikia watendaji wakuu 187 kutoka kwenye taasisi hizi 187 wamepata mafunzo haya. Na wakati tunaelekea kuandaa mafunzo ya awamu ya 3, tunatarajia viongozi 82 wanatarajia kupata mafunzo haya pia. Naam, kauli mbiu ya mafunzo haya ya mwaka huu ambayo yataanza tarehe 21 siku ya Jumanne mpaka tarehe 24. Kauli mbiu ni kutoka maono mpaka matokeo, kufungamanisha utendaji wa taasisi na dira 2050. Mliwaza nini kuja na kauli mbiu hii? Kama unavyofahamu Alex, ni kwamba nchi yetu kuanzia mwaka huu 27-28
tunaanza safari ya kutekeleza dira ya miaka 25, tunaita dira 2050. Hii ni safari ambayo tunaanza mwaka huu wa fedha, ambayo inakwenda kutekeleza vipaumbele mbalimbali ambavyo vinaenda kuifanya nchi yetu iweze kukua kiuchumi. Kwa hiyo kauli mbiu hii ni muhimu sana, kwa sababu kwanza ndio tunaanza safari, lakini pia mashirika yetu ya umma ndio injini ya kuweza kutekeleza yale maono yaliyoko katika dira yetu. Kwa hiyo kauli mbiu hii imechaguliwa mahususi kuweza kuwawezesha viongozi wetu kwamba waweze kuelewa kwamba safari hii tunayotaka kwenda kuianza inaenda kutekeleza kwa vitendo, kutoka katika maandishi na kwenda kuyatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo imekuja wakati mwafaka, kwa sababu viongozi hawa wanaenda kujengewa uwezo ili waweze kufahamu dhima walionayo katika hii safari ya miaka 25 kama watendaji wakuu wa taasisi. Watazamaji wetu wa OTR Podcast, bado tuko hewani kuelekea mafunzo elekezi kwa wakuu wa taasisi za umma ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 21 hadi 24 katika shule ya uongozi iliyopo wilayani Kibaha mkoani Pwani. Studioni niko na Kakurwa. Mimi ni Alex Malanga. Kwa uzoefu wako, unadhani kuna changamoto zipi ambazo wakuu wapya wamekuwa kukutana nazo, na nyie kama ofisi ya msajili wa hazina mnatatua vipi hizo changamoto? Alex, ni kwamba kama unavyofahamu ni kwamba watendaji wakuu ndo viongozi wakuu wa taasisi zetu hizi za umma. Kwa hiyo pale wanapoteuliwa, wengi wao wanakuwa hawafahamu ile miongozo mbalimbali ambayo huwa inatolewa au inaongoza mashirika haya kutokana na uzoefu mbalimbali ambao wamekuwa nao. Lakini pia wengine wanakuwa wametoka sekta binafsi ambao wanakuwa hawafahamu ile miongozo ya serikali. Kama wanavyofahamu kwamba sekta binafsi na serikali, ule uendeshaji wa shughuli zake unatofautiana. Kwa hiyo wengine wanakuwa hawafahamu ile miongozo mbalimbali ambayo inatolewa na serikali. Kwa hiyo dhima alionayo ofisi ya msajili wa hazina ni kuhakikisha kwamba sasa inawajengea uwezo hawa viongozi waweze kufahamu miongozo hii ya serikali, waweze kufahamu malengo ya serikali, lakini waweze kufahamu nia ya viongozi wakuu wa serikali, wanataka nini, maono yao yakoje. Lakini pia hii inawasaidia hawa watendaji wakuu ambao wanakuwa ni wapya katika nafasi hizi kuweza kufahamu uzoefu mbalimbali wa viongozi wetu ambao wanakuwa nao katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo ofisi ya msajili wa hazina iko pale kuhakikisha kwamba wanapoteuliwa hawa viongozi wapewe mafunzo elekezi kama haya ambayo tunaenda kuyafanya wiki ijayo huko Kibaha, kuwajengea uwezo wa kimfumo, lakini wa kitaasisi pia, waweze kufahamu majukumu yao, waweze kufahamu mipaka yao, lakini waweze kufahamu dhima walionayo na matarajio ya serikali katika nafasi ambazo wamekuwa wakizishikilia. Kwa hiyo baada ya mafunzo hayo tutegemee nini kutoka kwa hawa wakuu wapya taasisi? Baada ya mafunzo haya tunatarajia mabadiliko. Tunatarajia mabadiliko kwa sababu wakuu hao wa taasisi wanaenda kujengewa uwezo katika maeneo mbalimbali. Wanaenda kujengewa uwezo katika kuielewa vyema vipaumbele vilivyoko katika dira 2050, lakini pia wanaenda kupata uzoefu wa viongozi wetu ambao wameshika nafasi mbalimbali, lakini pia wanaenda kupata mafunzo ya namna gani ya kukabiliana na vihatarishi, lakini vile na kukabiliana na masuala ya changamoto za kimazingira na kadhalika. Kwa hiyo tunaamini baada ya mafunzo haya hawa viongozi ambao wameshikilia nafasi hizi wanakwenda kuwa na mtizamo chanya zaidi katika kufanya maboresho katika taasisi zao, lakini pia kwenda kutumia yale ambayo watakuwa wamejifunza katika mafunzo yetu haya kwenda kuyaweka kwenye vitendo sasa. Kutoka katika mafunzo na kwenda kuyaweka kwenye vitendo na kuanza kuyatekeleza. Tunaamini kabisa mafunzo haya yanaenda kubadilisha utendaji wao wa kila siku. Asante sana Hussein kwa muda wako na maelezo yako ya kina kuhusiana na mafunzo elekezi kwa wakuu wa taasisi za umma ambayo yanatarajiwa kufanyika
kuanzia siku ya tarehe 21 hadi 24 katika shule ya uongozi Kibaha mkoani Pwani. Naam, kufikia hapo tumefikia tamati ya OTR podcast, ambapo nilikuwa na Hussein Kakurwa, mkurugenzi msaidizi sehemu ya usimamizi wa rasilimali watu katika taasisi za umma. Mimi ni Alex Malanga, tuonane wakati mwingine. Bye bye.